Sisi tuna interest gani katika kusimamia ukweli kama sio kumwakilisha Mungu? Tunaposimamia ukweli, Mungu ni ukweli. Mungu ni ukweli. Mungu ni ukweli. Ni neno, ni uhai, ni uzima. Ametumba sisi kwa sura na mfano wake. Sasa tunapoelezea juu ya ukweli, tunatafuta maslahi yetu yepi? Kwa mfano, nashukuru umetaja hili. Sisi tulianzisha ile inaitwa tume ya huduma za kijamii, CSSC, Commission for Social Services, Christian Social Service Commission, inaitwa CSSC. Tumeingia mkataba na serikali kwa sababu Wakristo wenzetu wa Ujerumani, Wakatoliki na Waluteri, wakati ule hali imekuwa mbaya ya uchumi ya nchi hii mwaka 92, wakasema ili tuweze kuwasaidia na sisi tunatoa, sisi huku Ujerumani serikali yetu inatupatia hela kama Wakatoliki na Waluteri ili tuwaletee ninyi, lakini serikali yetu inataka kuona hizo huduma za kijamii ambazo Watanzania watazipewa na Wakatoliki na Waluteri na Waprotestanti wote, zitawasaidia Watanzania wote, sio kusaidia madhehebu haya mawili. Wekeni mkataba. Ndicho tulichoweka mkataba, na hela zinaletwa na Mjerumani. Hatupewi hela na serikali. Serikali mpaka sasa inatupa msamaha wa kodi tu, nako ni makubaliano tangu tupate uhuru. Serikali nchi hii ilipopata uhuru, taasisi zilizokuwa nyingi, shule na hospitali, zilikuwa za makanisa. Mwaka 69 Nyerere akasema, wameanza kujadiliana 67 mpaka 69. Nyerere akasema hatuna shule, Muingereza hajajenga shule za kutosha, mkoloni hajajengea shule za kutosha. Nyinyi wa misionari, hizi shule zenu ni nyingi. Sisi hatuna uwezo kujenga shule zote hizi. Kama sisi kanisa Katoliki tulinyang'anywa na serikali kwa sababu hatukufidiwa. Tunashukuru sasa hivi wanaturudishia tukitaka. Zingine tumeshaacha ni kwa ajili ya huduma zetu. Shule 1300 plus kuchukua kuanzia wakati ule, kuanzia za kichekechea, msingi, sekondari na kuendelea. 1300. Serikali ilikuwa na shule hazifiki hata 100 wakati ule. Wakati wa Nyerere tunapata uhuru. Katoliki mwenzenu ndio alitunyang'anya kwa kujadiliana, kwa kuomba. Mwaka 69 tukasema basi chukua, ila tukamwambia hospitali hapana, naye akasema hospitali sitawanyang'anya, ila nitakuwa nawapa madaktari mkiwa mnahitaji na manesi, nitakuwa nawasamehe na kodi. Tunaita kodi. Kwa mfano unanunua dawa, baada ya kulipa ile 18% tunasamehewa, lakini mtoe huduma bila ubaguzi. Hata kama mnatoza gharama, basi mtoze, lakini hakikumbukeni kwamba mimi pia nina vipaumbele vyangu. Kama sasa hivi tunaambiwa tumtibu mzee, mama na mtoto bila kuchaji, tunafanya. Sasa mtu anaposema maslahi yetu yameguswa, maslahi yetu kuguswa kumhudumia mgonjwa yeyote bila, ukienda hospitali yote ya Tanzania unaulizwa wewe ni ya kanisa, unaulizwa wewe ni wa dhehebu gani? Mashule unapopeleka mtoto wako, ni kweli shule za sasa sababu baada ya quality na nini, shule serikali imejenga shule za kutosha, shule sisi tumeweka ili zijiendeshe. Sasa tunaweka ada iko hivyo, lakini tunatoa pia na scholarship hapa na pale. Kwa hivi kanisa Katoliki linaposimamia vitu halitafuti masilahi ya kikatoliki, linatafuta ustawi wa watu. Ila wasioelewa na wenye nia mbaya na kanisa ndio wanadhani hivyo, kwamba sisi tunasigana. Hitler alikuwa anasigana, anambia bwana, utawala wa kiimla Ujerumani haufai. Sisi kama Wakristo, Ujerumani imegawanyika wakati ule wa Hitler, imegawanyika katika madhehebu makubwa mawili, Wakatoliki na Waluteri. Sisi kama Wakristo tungependa kuona mambo yafuatayo kwenye utawala wako: heshima ya utu wa mtu na haki zake za msingi ziwepo, ustawi wa watu uwepo, mshikamano wa watu uwepo, ushiriki wa watu katika kujitawala na vyombo vya chini viheshimike viwepo. Hitler anasema hapana, mimi ndio naamrisha. Hawa Wayahudi mliowakaribisha hawa hatuwataki. Kaambia hapana, ni binadamu baba, waache. Dhambi ya ubaguzi ni mbaya. Tuliona aliyotokea
kwa Hitler kuwashughulikia Wayahudi. Matokeo yake ikageuka ikawa vita vya kidunia sasa. Yesu mlitaka kuniua mimi, lakini matokeo yake sasa hivi tunauana nchi nzima kwa kuto kusikiliza tu. Tungesikiliza aliyoongelewa na viongozi wa dini zote tarehe 30 mwezi wa 4, nchi ingefika hapa ilipo.